Kone Meshuko Kisika Pakeneti huyo Pop kamanda wa Sola Masai Sola Tobiko Masai Sola Kisioki mwenyewe Amen. Kisiagi laina girasio jengishon Amurare rogo lo kishindana ho Beguino giamboro boy viaggi Erime gandu maror sitrovo sala Meru nyengi roger meru midribi Erime ganga jiji woyo jigo Babra bigo ira bende loreren Kemayane ranguri jombororo Dangara ganga bunye salani yawa Bimiriana imindia harwiana ho Irwage siri gindolara marak Ndorio girongi shure machinino Kidamuranda monogrosina lenye Amuya gengi gopa beyo bobogi Kisiagi laina girasio jengishon Amurare rogo lo kishindana ho Osana Records Kwenye ngozi bayan moran Lendu gaya mayana Eya ulo mirandi sabu La sala media so
Monduli oye! Arusha oye! Monduli juu oye! Mheshimiwa diwani oye! Na viongozi wa Chama cha Mapinduzi oye! Mkurugenzi mkuu Kisyoki oye! Na nyinyi oye! Mheshimiwa mwenyekiti wa wazazi wilaya Monduli, ambaye ndio mkurugenzi mkuu wa shirika la Master Stoves and Solar, katibu wa wazazi wa wilaya, Mheshimiwa mwenyekiti wa UWT wa wilaya ya Monduli, Mheshimiwa diwani wa kata ya Monduli juu, wenyekiti na katibu wa Chama cha Mapinduzi wa kata na wale ambao wako hapa wa matawi, watendaji wa kata na vijiji, pamoja na viongozi mbalimbali ambao mko hapa wa mashirika mbalimbali, waimbaji, akina mama, mabibi na mabwana, naomba niwasalimu katika jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu zangu, kwa majina ninaitwa Festo Kiswaga, mkuu wenu wa wilaya. Naomba niseme nisije nikasahau, maana nisiposema mwanzoni hapa, huko mwishoni nikianza kutiririka nitasahau. Mimi nimekuwa naeleza kwamba mwaka huu 2025 ninakuwa nimetimiza karibia miaka 14 kama mkuu wa wilaya mbalimbali katika nchi hii. Kama mkurugenzi wa Master Stoves and Solar, kaka yangu Kisyoki, sijawahi kuona kiongozi ambaye amejitoa katika maisha yake kuhangaika na umasikini wa mwenzake. Wewe umeonyesha mfano na nguvu kila siku. Nikiwa kule Mtoa Umbu nimetoa fedha shilingi zaidi ya shilingi milioni 50. Mpige makofi mengi sana. Lakini pia leo nakabidhi jumla yote milioni 150. Ni kazi ambayo ni ya kiutume. Yaani wewe kama ingekuwa mimi ni mtumishi wa Mungu, ningesema wakati tunaenda kule mbinguni, kwa sababu mimi naamini wote hapa wanakuombea. Hebu fikiria hicho kitu. Fikiria kitu, mtu alikuwa masikini, leo anapata pesa ya kuhudumia familia yake. Hafikirii tena swala la maskini. Nikupongeze sana. Na kama ambavyo wengine walivyokuombea, na mimi nikuombee kwamba uendelee kuwa na afya tele na nguvu za kutosha, ili kazi hii ambayo Mwenyezi Mungu ameianza moyoni mwako uikamilishe kwa 100%. Ndugu zangu wananchi wa Monduli juu, kila mtu dunia hii yuko busy. Kila mtu. Hasa ukiona mtu ule ubize wake anakuwekea wewe ili uwe tajiri, ni jambo ambalo linafikirisha. Na wakati mwingine nikisikia mtu akiwa pembeni anaweza kafikiri labda ni ndoto. Lakini kwa siku moja kupata milioni 150, jamani, hizo pesa ni nyingi. Kuna wengine hata kuziona tu hawajawahi kuziona, na watakufa tu hawajaziona. Kisyoki umeamua kupambana na umaskini. Na mimi naomba niseme, napeleka salamu kwa mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa, Mheshimiwa Paul Makonda, ili na mwenyewe apeleke salamu kwa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wa awamu ya 6 wa nchi hii, kueleza jinsi ambavyo mtoto wa Kisyoki, mwenyekiti wa CCM wa wazazi,
anavyofanya kazi na kutimiza ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa vitendo. Naomba niwaambie, serikali inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan imefanya mambo mengi. Saa hizi mheshimiwa diwani wangu hapa kwa anasema tayari mheshimiwa rais ametoa fedha kwa ajili ya daraja ya kuelekea kijiji gani? Morijo. Maana yake ni kwamba ni mama ambaye anafanya kazi yake kuhakikisha kwamba nyinyi mnatembea, mnaenda shambani, mnasafirisha mazao, mnapata mbolea, mnafanya kila kitu. Lakini Kisioki ameamua kuanzia chini kuhakikisha kwamba masikini wawe matajiri. Kusiwe kuna majuto tena. Endeleeni kumuombea. Muombeeni, kama wewe una dini, muombee. Mnajua kuna kitu tunakiamini. Kama ni Muislamu, muombee msikitini. Kama ni Mkristo, muombee. Kama una dini yoyote, muombee pia. Kwa sababu ni kazi ya kiutume. Kuna wengine hapa nikiwaangalia, msiniangalie usoni. Tukisema tuwape hii kazi, hizo pesa zitaishia Dar es Salaam. Tutamtafuta Dar es Salaam yote hata Yaani Kisioki wapata pesa tunaleta. Haya ni mamilioni ya fedha. Serikali ya awamu ya 6 chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan kwa Monduli imeanza kutoa mamilioni kwa ajili ya kwenda kuwasaidia kina mama kujikomboa kiuchumi na kuhakikisha kwamba wanakuwa na watoto wenye afya. Najaribu kujiuliza, mtoto ambaye atakuwa tumboni mwa mama mjamzito ambaye ana pesa kama hizi, huyo mtoto atazaliwa na kilo nyingi. Samahani madaktari bingwa hapo, kwa sababu atalishwa vizuri. Kwa hiyo upasuaji utaongezeka, maana naambiwa, sina hakika, mtoto akiwa mkubwa sana inakuwa issue kwenye kufanya nini, kwenye kusukuma. Kwa madaktari wao ambacho wanaamua wanaweka shortcut. Na sasa kuna mama wengine wao wanaamua hiyo shortcut, wanataka wao shortcut kwa sababu wanazozijua. Lakini mimi najaribu kuzungumza jinsi ambavyo familia ya Monduli ya kina mama itakavyokuwa ina afya, itakavyokuwa ina tabasamu, sababu ya kaka yangu Kisioki. Jamani wanaume, kwenye vikao vyetu tulikubaliana tusio tunatoa siri, si ndio? Mimi nimeamua kutoa siri. Hizi pesa na waapia, ungewapa kina baba hizi pesa hizi pesa hizi milioni 5 hizi, yani kutoka hapa tulipo hapa kufika pale kwenye nyumba ile, pesa imepungua hii, na ukilala asubuhi imeshapungua tena. Yani wiki moja milioni 5 hazipo, hakuna maelezo, hazipo. Mimi nakushukuru umechagua kina mama kwa sababu ni waaminifu, na kina mama endeleeni. Rais wenu Daktari Samia Suluhu Hassan ni mama ambaye ametuongoza vizuri sana. Na naomba nitoe ushuhuda. Nimekuwa mkuu wa wilaya kwa wakati ambao mawaziri na maraisi ni wanaume. Nazungumzia sasa wakati huu ambao rais ni mwanamke. Tulikuwa tunachangisha pesa za kujenga madarasa mpaka tunatoka jasho. Leo madarasa yote nchi hii zaidi ya 100,000 tuseme yamejengwa na pesa zinazotokana na kazi nzuri anayoifanya Daktari Samia Suluhu Hassan. Zahanati na vituo vya afya ambavyo vimetapakaa nchi nzima, hatujui pesa anatoa wapi. Lakini ukiamka asubuhi utakuta kituo cha afya kimeanza kujengwa, zahanati ianza kujengwa, mabilioni ya pesa, karibu bilioni 16 zimekuja kujenga hospitali pale Monduli. Sasa hivi imefikia hatua hata wagonjwa wenyewe pale ni wachache.
kwa sababu huku tayari kuna huduma bora. Makofi mengi sana kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo kazi iliyobaki ni kupambana na umaskini ambao Kisioki umeshaanza. Na mimi naomba niseme, wilaya ya Monduli sasa itakuwa wilaya ya kwanza kupunguza umasikini kwa haraka zaidi kuliko wilaya zingine zozote ninazozijua, kwa sababu ya kijana wetu Kisioki ambaye ndio mkurugenzi wa Master Stoves and Solar. Na mimi nikuombee kwamba kazi hii unayoifanya ni ya kutukuka. Mimi kama mkuu wako wa wilaya naomba nihakikishe nitakuwa na wewe muda wote, saa yoyote. Mimi nilimwambia hata saa 9 za usiku ukiniita, njoo ufungue mkutano hapa, nitafika. Nitafika kwa sababu nina uhakika unafanya kitu cha watu. Na kugawa fedha jamani sio mchezo. Ni ngumu. Ni ngumu. Yaani mioyo yetu hii ni kama huwa inakuwa imeshonelezewa pesa. Kuitoa pesa milioni 150 leo ikaja kwako, naanza kufikiria hivi, si ningekuwa na lori jamani, cemetery au VAT au nikae nijenge majumba. Ndio maana wengine wakipata wanajenga majumba ya kifahari, ndio wanataka ukae wapate upepo. Wewe unaamua kupambana na kuhakikisha kwamba kina mama wanakuwa matajiri. Makofi mengi na vigelegele kwake. Ubale Kisioki. Na mimi niseme kazi hii inagusa maisha ya sisi Wanamonduli. Kama kuna mtu anakeleka kwa kazi hii, basi Allah
nangi shune farira ndebe medi kira bolo ya na bana homero sero debe nija ben on nyamamela nina mkiliwa gara afya ndara kikisioli o mesho asarabe debe nija ore la mara siara mkiliwa munda nakla aikaribisha katibu kiara zawadi kage kisioki kiara ngiri zawadi kage ore kiara ngiri zawadi ento sinte yo maira ro maiburo pa ore eninda sa yo lo ngiro nimiro kiako torne da bendumuni kirino ben temenija ento yo mara ndumukitako. Asante sana kidogo. Tunashukuru. Kwanza tunataka kujua kama mmekubaliwa kutoa muda. Tuwape muda. Mimi ndio sio mungu. Sawa. Baada ya hawa mama, Taarifa ya kikundi cha hifadhi mazingira kwa shirika la Masai Soft and Solar kata ya Rubomba tarehe 7 mwezi wa 3 2025 utambulisho. Awali ya yote tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu Mungu wa rehema aliyowalinda nyinyi mliotoka mbali na kuweza kukutanisha leo tukiwa na afya njema. Kikundi cha hifadhi mazingira kinaundwa na wanawake 25 wa jamii ya wafugaji wa Maasai. Watano kutoka vijiji vya Rubomba, Ranch na Utetesi ambacho ni kikundi cha kata cha Rubomba. Shughuli za kikundi: kununua mifugo, mbuzi, kunenepesha na kuuza kwa faida, kucheza kikoba, kutoa elimu ya hifadhi wa mazingira na kutengeneza majiko sanifu kwa bei nafuu pamoja na sola, kuimba kwenye tamasha mbalimbali ili kuweza kujipatia kipato, kutoa elimu mbalimbali kwa viongozi wa mila, wananchi kwa ujumla, kutoa elimu kwa watoto wa kike. Mafanikio: tulifanikiwa kupewa shilingi milioni 7 tuliowezeshwa na shirika la Sarabank. Tunashukuru sana Mungu kwa mwongozo huo. Pia kwa mwaka mzima wa 2024 tulifanikiwa kukusanya jumla ya shilingi milioni 25,920,000, hisa ikiwa ni milioni 13,250,000, jamii ikiwa ni milioni 1,375,000, faida ikiwa ni milioni 4,220,000, ndama wakiwa na milioni 7 ambao walikuwa ni ndama 10. Kwa hiyo jumla, asante mdogo wangu Solo, ukiwa jumla shilingi milioni 25,920,000. Kwa hiyo jumla hela ya mwaka mzima kikoba chetu tuna jumla shilingi milioni 25,920,000. Hivyo leo tumeona tuwagawie faida ya mwaka kwa kila mwanachama pamoja na kutoa pongezi kwa viongozi wetu, lakini pia kwa shirika letu la Masai Soft and Solar pamoja na Sarabank. Kwa hiyo ndani ya mwaka mzima tulifanikiwa kukusanya jumla pesa hiyo. Tumefanikiwa kupata kiwanja katika kijiji cha Ranch, tumejenga nyumba 2, nafikiri mkurugenzi alifika. Tuna mradi wa mbuzi 13, pia tumeweza kuwapatia wamama 7 bati 49, na pia kuna mama mmoja tulimpatia bati 12. Hivyo jumla ya gharama ya bati hizi ni shilingi milioni 1,195,000, na mama watatu tuliwanunua vitanda vyenye thamani ya shilingi 750,000. Ombi: tuna ombi la rola za maji kwa ajili ya kushushia kwenye kiwanja chetu kilichoanza kujenga kansro. Pia tunaomba support kwa ajili ya kujengewa ukumbi wa mkutano, kuongezewa vikundi sababu tuna vikundi vichache ambavyo sisi ndio tulikuwa kikundi cha kwanza, lakini sasa tuna vikundi 4, kuendelezwa kupewa vikundi vingine. Mwaka huu, mwaka 2025 tumeanza kikoba tuko wiki ya 24, tumekusanya shilingi milioni 4,600,000 ikiwa ni hisa, jamii ikiwa ni 575,000, lakini faida ikiwa ni 550,000. Shukrani zetu za dhati ziwaendee wafuatao: shirika la Masai Soft and Solar na Sarabank, Mheshimiwa Mkurugenzi Kisioki Mwitiko, Bob Robert, Mheshimiwa Mesha Singolio na Kone Meshuko, msimamizi wa vikundi vya Sarabank Longido. Kwa malezi yao mazuri waliotoa tangu tukiwa wachanga kwenye vikoba hadi sasa, tumeweza kujikimu kimaisha kutoka kula mlo mmoja hadi milo 2 kwa uhakika. Pia
tumeweza kuwanunulia watoto wetu walio shuleni sare za shule, vitabu, viatu, ili nao wafanane na watoto wengine. Hakika hatuna cha kuwalipa, ila Baba yetu wa mbinguni atawalipa. Pia shukrani zetu ziwaendee bila kuwasahau wafuatao washauri wa kikundi, kukiweko na Mheshimiwa Diwani Mstaafu Motika Kasosi, Mchungaji Paulo Lafaevoki, Simon Olenguyo, Sebulu Ikayo, peke ya la. Shukrani ziwaendee wote na Mungu awabariki. Taarifa hii imeandaliwa na kusomwa na Namnya Sebulu, katibu wa kikundi. Asanteni. Tunaruhusiwa kuwatunza jamani. Maana mgeni rasmi anakuwa mwepesi sana na mkurugenzi akuja kuwatunza mama hawa.
Sante sana kama yandangai. Koko itosha. Sante kile kibasi. Ada migo haba. Migo haba. Andai lagi ramai. Idawo ranga muganda bonyaka imaba. Ndio yama ni mara tunashukuru sana tunashukuru ndama kamera bara magelo basi gedras kama mimi sio mai bana asante sana baba wangu ile aba ndasari dawa korofi ngaimu wa mugambo wakina mama oe wazee safi Mheshimiwa DC safi. Basi kwa ratiba hii nimeelekezwa kusoma taarifa ya shirika. Naomba nifanye kile ambacho nimeelekezwa. Taarifa fupi ya mradi wa maendeleo uliotekelezwa na shirika la Masai Stoves and Solar. Ndugu mgeni rasmi. Taarifa fupi ya Star Bank mwaka 2025, shirika la International Collaborative for Science, Education and Environment kwa kushirikiana na Global Fund for Widows, Star Bank. Mashirika haya kwa pamoja yanatekeleza shughuli zake katika mkoa wa Arusha, wilaya za Monduli, Karatu, Longido na Ngorongoro. Ambapo kuanzia mwaka 2019 tumeweza kufikia kaya 3025 zinazoongozwa na wanawake. Lengo kuu la mashirika haya ni kuwainua wanawake hususan wajane kiuchumi kwa kuwapatia mafunzo ya ujasiriamali, kuweka akiba, kumiliki mali, kutambua haki zao za kisheria na hatimaye kuwapatia mitaji ya kibiashara ili kupunguza utegemezi. Lakini sambamba na hilo tunawasaidia watoto waliopo katika mazingira magumu kuweza kupata haki yao ya elimu. Ndugu mgeni rasmi, tangu mwaka 2018 shirika la Star Bank kwa kushirikiana na Masai Stoves and Solar tumeweza kutoa mitaji ya kiasi cha shilingi milioni 600. Ikiwa nusu ya kiasi hiki wamama wenyewe wameweza kuichangia. Modo hii ya nusu kwa nusu ni mbinu mahususi tunayoitumia ili kukuza umiliki na usimamizi wa mitaji hii na biashara kwa vikundi ambavyo tunavisimamia. Katika kutekeleza kauli mbiu ya siku ya wanawake mwaka wa 2025, shirika la International Collaborative Science and Education na Global Fund for Widows, Star Bank, tunaendeleza jitihada hizi za kuwainua wanawake kiuchumi ili kukuza usawa na haki katika jamii yetu. Pia tunayo furaha kubwa sana kuweza kushuhudia matokeo makubwa ya mradi ambao tunafanya, kwani wamama ambao walikuwa hawezi kufanya biashara, walikuwa hawezi kuweka akiba, wakiwa na mawazo mengi kwa kushindwa kutekeleza majukumu yao kama kwenye familia kama wanawake. Leo hii wamama hawa wanaongoza kwa maendeleo, wanayo furaha kubwa, wana heshima kubwa katika jamii, lakini pia watoto wao wanasoma shule, lakini pia nyumba zao wameweza kuziboresha katika hali iliyo bora zaidi.
lakini zaidi ya hiyo, kwenye familia wamama hawa wameweza watoto wao wanakula milo 3 kwa siku, na mchango wao kama wanawake katika jamii unaonekana. Tuna wanawake wanaomiliki ardhi, wana mifugo, wanamiliki nyumba, na wengine wameanzisha miradi mikubwa ya pamoja kama vikundi vilivyopo Longido, vikundi vilivyopo Mti Mmoja, vikundi vilivyopo Miserane na vikundi vilivyopo Losiro. Naomba tuwapigie makofi. Mheshimiwa mgeni rasmi, leo tunaadhimisha siku ya wanawake duniani yenye kauli mbiu wanawake na wasichana, tuimarishe haki, usawa na uwezeshwaji. Tupo hapa kuweza kuongezea tabasamu, kuongeza haki na usawa kwa kuwawezesha wanawake 375 katika vikundi 15 kwa kuwapatia shilingi milioni 150 ambao shirika linawakabidhi kiasi cha shilingi 75 na nusu yao na nusu ya hicho kiasi wamama hawa wamekichangia wenyewe. Kwa kusema hayo, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa mgeni rasmi, International Collaborative for Science, Education and the Environment, yani wanatuita Masai Stove, ni shirika lisilo la kiserikali lenye makao makuu yake Monduli, na limekuwa likijishughulisha na miradi mbalimbali za maendeleo katika wilaya 4 katika mkoa wa Arusha na Manyara, ambapo ni Monduli, Longido, Simanjiro pamoja na wilaya ya Ngorongoro. Ili kufikia malengo ya shirika, tuna malengo makuu kama ifuatavyo. Kwanza, kusaidia kifedha wamama walio katika mazingira magumu zaidi nchini kwetu Tanzania kwa kuwapa elimu pamoja na kuwapa mitaji ya kuanzisha biashara na kuwapa mafunzo ya kuendeleza biashara zao. Pia kuleta maboresho ya afya kwa jamii zenye uhitaji zaidi nchini kwetu kwa kuwapatia maji safi na salama kwa ajili ya matumizi yao. Ndugu mgeni rasmi, tumekuwa na shughuli mbalimbali ambazo tumekuwa tukizitekeleza ndani ya shirika, ambapo kwanza tuna mradi wa majiko na sola. Mradi huu tumekuwa tukitekeleza tangia mwaka 2019 kwa kuwapatia jiko safi lenye kuondoa moshi kwa zaidi ya 90%, lakini lenye matumizi ya kuni kulinganisha na mafiga matatu kwa 50%. Na mpaka sasa hivi mwaka huo 2025 tumekwisha jenga zaidi ya majiko 6700 katika nchi yetu ya Tanzania. Tumejenga Kenya, tumejenga Rwanda na pia Uganda. Kwa hiyo ukiangalia tumekuwa tukipambana katika ukanda wetu wa Afrika Mashariki. Lakini pia tuna mradi huu wa uwezeshaji wa kina mama sasa wale wenye maisha ya chini, na mesha alikwisha isemea, na tumekuwa tukitekeleza katika vikundi mbalimbali hapa Monduli, Longido pamoja na Ngorongoro. Mpaka kufikia sasa tuna zaidi ya vikundi 45. Toa zile 51 majuzi uliwapa mbolea kule Esilale, lakini vikundi vya Sarabeng zinafika zaidi ya 45, ambapo kila kikundi kina zaidi ya wamama 25. Lakini pia tunatoa elimu kwa wafugaji. Jamii yetu kama unavyoelewa, sasa katika kanda hii ya kaskazini shughuli yao kubwa ni ufugaji, lakini imekuwa kama desturi kiangazi kuvuna mifugo yetu badala ya sisi kuwafuga. Kwa hiyo tunatoa elimu hiyo ili wafugaji wetu wanufaike na mifugo yao badala ya kuachia kiangazi kunufaika nayo. Sasa ni wakati wa kusema kiangazi hapana kunufaika na mifugo yetu. Kwa hiyo tunatoa elimu hiyo katika ukanda wa bonde la Ufa, na tumekusha toa elimu hiyo kwa wafugaji zaidi ya 350 katika ukanda huo. Na kama unavyoelewa, tuna feedlot kule, tuna kiwanda cha kuchakata chakula cha mifugo, lakini pia tuna shamba darasa la nyasi, namna kulima na kuvuna nyasi kwa ajili ya mifugo yetu. Na hakuna namna nyingine ya kuendelea kunufaika na mifugo kama hatujiandae na viangazi, kwa sababu tuna mabadiliko makubwa ya hali ya hewa.
kwa kutoa taarifa hiyo. Kwa ufupi, Mheshimiwa mgeni rasmi, sasa shughuli kubwa iliyotuleta siku ya leo ni kuja kuwezesha hivyo vikundi 15 ambavyo nimesikia wote mahali hapa wameleta milioni 5 kwa ajili ya sisi kuwajazia milioni 5 ili kila kikundi kiondoke na milioni 10 kwenda kuanzisha biashara. Tupige makofi mengi kwa mkurugenzi. Sana tu Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, mitaji hii tunayowapa, tumekwisha wapa elimu, ya kuanzisha vikoba, lakini kikubwa tunataka mitaji hii sio kwenda kununua ng'ombe wala mbuzi kwa sababu wanao hawa wanyama nyumbani, sio kwenda kulimia shamba au kununua chakula kwa sababu wanao chakula nyumbani. Ni kwa ajili ya kwenda kuongeza mtaji katika kila biashara ambayo mama anafanya kule kijijini. Tunataka wamama wote hao na wengine wawe wa wafanya biashara. Kwa mfanya biashara utapata chakula, utanunua ng'ombe, utajenga nyumba, utampeleka mtoto shule, lakini pia serikali itapata mapato kwa sababu sasa mfanya biashara lazima alipe kodi. Na hata huko kijijini wamama watakwenda kufanya biashara na kulipa kodi, na halmashauri yetu ya wilaya Monduli, Ngorongoro pamoja na Longido zitakwenda kukusanya kupitia wafanyabiashara wa kina mama. Kwa hiyo kwa nafasi hii basi ni kukaribisha Mheshimiwa mgeni rasmi, tuanze kutaja majina tuweze kuwapatia mitaji vikundi hivi. Monduli oye! Arusha oye! Monduli juu oye! Mheshimiwa diwani oye! Na viongozi wa Chama cha Mapinduzi oye! Mkurugenzi mkuu Kisioki oye! Na nyinyi oye! Mheshimiwa mwenyekiti wa wazazi wilaya ya Monduli, ambaye ndio mkurugenzi mkuu wa shirika la Masai Stoves and Solar, katibu wa wazazi wa wilaya, Mheshimiwa mwenyekiti wa UWT wa wilaya ya Monduli, Mheshimiwa diwani wa kata ya Monduli juu, wenyekiti na katibu wa Chama cha Mapinduzi wa kata na wale ambao wako hapa wa matawi, watendaji wa kata na vijiji, pamoja na viongozi mbalimbali ambao mko hapa wa mashirika mbalimbali, waimbaji, akina mama, mabibi na mabwana, naomba niwasalimu katika jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu zangu, kwa majina ninaitwa Festo Kiswaga, mkuu wenu wa wilaya. Naomba niseme nisije nikasahau, maana nisiposema mwanzoni hapa huko mwishoni nikianza kutiririka nitasahau. Mimi nimekuwa naeleza kwamba mwaka huu 2025 ninakuwa nimetimiza karibia miaka 14 kama mkuu wa wilaya mbalimbali katika nchi hii. Kama mkurugenzi wa Masai Stoves and Solar, kaka yangu Kisioki, sijawahi kuona kiongozi ambaye amejitoa katika maisha yake kuhangaika na umasikini wa mwenzake. Wewe umeonyesha mfano na nguvu kila siku. Nikiwa kule Mtoa Umbu nimetoa fedha shilingi zaidi ya shilingi milioni 50. Mpige makofi mengi sana. Lakini pia leo nakabidhi jumla yote milioni 150. Ni kazi ambayo ni ya kiutume. Yaani wewe kama ingekuwa mimi ni mtumishi wa Mungu, ningesema wakati tunaenda kule mbinguni, kwa sababu mimi naamini wote hapa wanakuombea. Hebu fikiria hicho kitu. Fikiria kitu, mtu alikuwa masikini, leo anapata pesa ya kuhudumia familia yake. Hafikirii tena kwa maskini.
nikupongeze sana, na kama ambavyo wengine walivyokuombea, na mimi nikuombee kwamba uendelee kuwa na afya tele na nguvu za kutosha, ili kazi hii ambayo Mwenyezi Mungu ameianza moyoni mwako uikamilishe kwa 100%. Ndugu zangu wananchi wa Monduli Juu, kila mtu dunia hii yuko busy, kila mtu. Hasa ukiona mtu ule ubize wake anakuwekea wewe ili uwe tajiri, ni jambo ambalo linafikirisha. Na wakati mwingine nikisikia mtu akiwa pembeni anaweza kafikiri labda ni ndoto. Lakini kwa siku moja kupata milioni 150, jamani, hizo pesa ni nyingi. Kuna wengine hata kuziona tu hawajawahi kuziona, na watakufa tu hawajaziona. Kisioki umeamua kupambana na umaskini, na mimi naomba niseme, napeleka salamu kwa mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa, Mheshimiwa Paul Makonda, ili na mwenyewe apeleke salamu kwa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wa awamu ya 6 wa nchi hii, kueleza jinsi ambavyo mtoto wa Kisioki, mwenyekiti wa CCM wa wazazi, anavyofanya kazi na kutimiza ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa vitendo. Naomba niwaambie, serikali inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan imefanya mambo mengi. Saa hizi mheshimiwa diwani wangu hapa kwa anasema tayari Mheshimiwa Rais ametoa fedha kwa ajili ya daraja la kuelekea kijiji gani? Morijo. Maana yake ni kwamba ni mama ambaye anafanya kazi yake kuhakikisha kwamba nyinyi mnatembea, mnaenda shambani, mnasafirisha mazao, mnapata mbolea, mnafanya kila kitu. Lakini Kisioki ameamua kuanzia chini kuhakikisha kwamba masikini wawe matajiri. Kusiwe kuna majuto tena. Endeleeni kumuombea. Muombeeni, kama wewe una dini, muombee. Unajua kuna kitu tunakiamini. Kama ni Muislamu, muombee msikitini. Kama ni Mkristo, muombee. Kama una dini yoyote, muombee pia. Kwa sababu ni kazi ya kiutume. Kuna wengine hapa nikiwaangalia, msiniangalie usoni. Tukisema tuwape hii kazi, hizo pesa zitaishia Dar es Salaam. Tutamtafuta Dar es Salaam yote hata Yaani Kisioki wapata pesa tunaleta. Haya ni mamilioni ya fedha. Serikali ya awamu ya 6 chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan kwa Monduli imeanza kutoa mamilioni kwa ajili ya kwenda kuwasaidia kina mama kujikomboa kiuchumi na kuhakikisha kwamba wanakuwa na watoto wenye afya. Najaribu kujiuliza, mtoto ambaye atakuwa tumboni mwa mama mjamzito ambaye ana pesa kama hizi, huyo mtoto atazaliwa na kilo nyingi. Samahani madaktari bingwa hapo, kwa sababu atalishwa vizuri. Kwa hiyo upasuaji utaongezeka, maana naambiwa, sina hakika, mtoto akiwa mkubwa sana inakuwa issue kwenye kufanya nini, kwenye kusukuma. Kwa madaktari wao ambacho wanaamua wanaweka shortcut. Na sasa kuna mama wengine wao wanaamua hiyo shortcut, wanataka wao shortcut kwa sababu wanazozijua. Lakini mimi najaribu kuzungumza jinsi ambavyo familia ya Monduli ya kina mama itakavyokuwa ina afya, itakavyokuwa ina tabasamu, sababu ya kaka yangu Kisioki. Jamani wanaume, kwenye vikao vyetu tulikubaliana tusiwe tunatoa siri, si ndio? Mimi nimeamua kutoa siri. Hizi pesa na waapia, ungewapa kina baba hizi pesa, hizi pesa hizi milioni 5 hizi, yani ikikuta hapa tulipo hapa kufika pale kwenye nyumba ile, pesa imepungua hii, na ukilala asubuhi imeshapungua tena.
Yaani wiki moja milioni 5 hazipo. Hakuna maelezo, hazipo. Mimi nakushukuru umechagua kina mama kwa sababu ni waaminifu, na kina mama endeleeni. Rais wenu Daktari Samia Suluhu Hassan ni mama. Ni mama ambaye ametuongoza vizuri sana. Na naomba nitoe ushuhuda. Nimekuwa mkuu wa wilaya kwa wakati ambao mawaziri na ni maraisi ni wanaume. Nazungumzia sasa wakati huu ambao rais ni mwanamke. Tulikuwa tunachangisha pesa za kujenga madarasa mpaka tunatoka jasho. Leo madarasa yote nchi hii zaidi ya 100,000 sema yamejengwa na pesa zinazotokana na kazi nzuri anayoifanya Daktari Samia Suluhu Hassan. Zahanati na vituo vya afya ambavyo vimetapakaa nchi nzima, hatujui pesa anatoa wapi. Lakini ukiamka asubuhi utakuta kituo cha afya kimeanza kujengwa, zahanati inaanza kujengwa, mabilioni ya pesa, karibu bilioni 16 zimekuja kujenga hospitali pale Monduli. Sasa hivi imefikia hatua hata wagonjwa wenyewe pale ni wachache, kwa sababu huku tayari kuna huduma bora. Makofi mengi sana kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo kazi iliyobaki ni kupambana na umaskini ambao kisioki umeshaanza. Na mimi naomba niseme, wilaya ya Monduli sasa itakuwa wilaya ya kwanza kupunguza umasikini kwa haraka zaidi kuliko wilaya zingine zozote ninazozijua, kwa sababu ya kijana wetu Kisioki ambaye ndio mkurugenzi wa Master Stoves and Solar. Na mimi nikuombee kwamba kazi hii unayoifanya ni ya kutukuka. Mimi kama mkuu wako wa wilaya naomba nihakikishe nitakuwa na wewe muda wote, saa yoyote. Mimi nilimwambia hata saa 9 za usiku ukiniita, njoo ufungue mkutano hapa, nitafika. Nitafika kwa sababu nina uhakika unafanya kitu cha watu. Na kugawa fedha jamani sio mchezo. Ni ngumu. Ni ngumu. Yaani mioyo yetu hii ni kama huwa inakuwa imeshonelezewa pesa. Kuitoa pesa milioni 150 leo ikaja kwako, naanza kufikiria hivi, si ningekuwa na lori jamani, cemetery au VAT au nikae nijenge majumba. Ndio maana wengine wakipata wanajenga majumba ya kifahari, ndio wanataka ukae wapate upepo. Wewe unaamua kupambana na kuhakikisha kwamba kina mama wanakuwa matajiri. Makofi mengi na vigelegele kwake. Kubale Kisioki. Na mimi niseme kazi hii inagusa maisha ya sisi wanamonduli. Kama kuna mtu anakeleka kwa kazi hii, basi niwashukuru marafiki zangu kwa kuja, Musa Mzee Mbayani, maana ni mzee mwenyekiti wa UWT,
Mungu akubariki kwa kuja. Wenye viti wa kata akiwepo wa Mfereji na Selela, wazee wa shauri, kwa kweli tumejenga familia. Na kwa kina ndio kinadege rongana. Kwa kweli kazi hatujaanza jana, hatujaanza juzi, wala hatujaanza leo. Tulianza siku mingi, tutaendelea kufanya kadri Mungu atakavyotusaidia. Na niwaambie no hiyo wara nanai mtaji na kenda wanda alimrosha yake enemi bobwa asio siai neke lau nguvu ya kuwasaidia wamama wengine na aria nijona nae na alimuroi na ingwa ngaroji na ingwa Monduli juu na ingwa Ndabori ya Mfereji na ingwa Keselela. Kwa hiyo mkafanya kazi vizuri na naamini mtafanya. Kwa hiyo nimshukuru kila mmoja wetu kila mmoja alikuwa na nafasi katika siku ya leo. Zaidi ni wapongeze sana akina mama, ni wiki yenu, mnaifanyia kazi vizuri sana na sisi tuko nyuma yenu. Kwa kweli enemeke mbongi yoga ndai ya golbe langlang enewai niyo. Kwa hiyo lazima tuende pamoja, lakini naamini sana katika nguvu ya kina mama kwamba kwa kweli mnaweza. Ejaba mkiwezeshwa mnaweza, lakini siku hizi hata bila kuwezeshwa siku hizi mnaweza. Lakini nimshukuru pia MC na waandishi wa habari maana hatukuwatambua. Juliana punga mkono. Juliana ndirango bang lakini mtu hapa mbele ya dalto ya yaro yeruan. Ndirango bang armasa na Nywanja, lakini amekuwa akifanya kazi nzuri sana. Tuseme tu tuko nyuma yako. Kwa chochote kile unachohitaji kwa ajili ya kupeleka kazi yako mbele tutakusaidia. Lakini hongera sana, unafanya kazi nzuri. Lakini bila kuwasahau Engongo Media. Kijana la Ramasai nao wanafanya kazi nzuri na kwa kweli Mungu awabariki. Tutaendelea kuwatumia kwa sababu tunawahitaji. Lakini bila kumsahau DJ la Ramasai Arosola na Valande Losirua. Kage direke bishirara ari aganda biruma ndo skuma diskire noi nigirir masa ni dumur tengomoi jogorenji ana MC John. Lakini pia bila kuwasahau wasanii wetu Josia na Liza, hebu njoni mbele. Unajua mimi ni washabiki wenu huku Masaini hakika. Ari yake sina nuna top list. Iti yake si top list. Ole yomi kidogo ya kudagi. Hawa vijana asante sana DJ. Hawa vijana wanafanya kazi nzuri. Wanafanya kazi ya Mungu, lakini kwa kweli kutuburudisha na kutuelimisha. Liza, hongera sana. Ni kijana anayechipukia, lakini hata wakati unaimba pale kuna mmoja akanifuata mzee pale akaniambia kaja ngona radio ile kijana yara nyingi. Kwa hiyo na uwaga watu hawanielewi mapema, wanakuja kunielewa mwishoni. Hasa pia MC John Rishi Sungolela na hevagi nimesege arumore baadaye na ndo aelewa ya dokanyo babege hevagi lo Sungondo. Kwa hiyo hongereni sana, tutaendelea kuwatumia, lakini tarehe 22 ndio siku yako. Nitatinga na timu yangu Masaisto na Ibala tuungane kulapa kamati ya leo, tuungane siku hiyo kwenda kumsupporti Josia. Mabeli kwa Josia. Wala gangae bila kumsahau era na yarakatibu lange pa neri altera la yalla ndare ni vijana kodenda kode akatibu longe pa kodalla ndare wangekuwa mali hapa ningewapa nilolo ole yogodalla ndara maitambulisho open endo haiko la baya nengai huyu jamaa ndio katibu wa Wangepa seneta ndalo wilaya Monduli, ni mtu mkubwa. Kwa hiyo hebu salimia kaya nelo la ndara kama Wangepa no yangu naji kwa sababu ya matangazo na irawe mwenye kiti Mary la Mayani emi popo la bala emi popo la no yana wena la wana suba ole raranga naji Emmanuel Yohana Liza nana kati bulonge ba ne silale mwenye nake na le aideba na washukuru sana. No hiyo tunashukuru kwa zawadi. Hizi zawadi ndio bolo lugha.
Aloita abolo duka haiwezekani be halai aberaragara hapa ndio lazima nikatengeneze hela. Lakini kwa sababu nina kamati yangu nere dogeti nitaebe kintori ono ndo isie na go haga na rosoro na nderunye mwenyekiti wa kamati, sasa ni nafasi yako, lakini naomba nikukabidhi mzigo huu upa kamati wote, na uhakika itawatosha. Ni zawadi sana nonangarie na nagode na horma asante kaseba. Kwa hiyo nikukabidhi, lakini timu ya Masai Stove mindamu kiara dawala rasi yori dialo. Mungu awabariki sana kidashinale.